Piga hatua ndefu hivyo. Kwa hivi ndo naukanyagia. Nashuka kidogo chini. Simona Unashuka chini kidogo, si ndio? Lakini sio ile. Sasa sometimes pia bibo usio nakaa sana ndani, unakaa hata nje. Kwa nini? Upate ile hewa yafanyaje ya nje na kuwa vizuri zaidi kuliko. Na mtazamaji wa DTV, leo tumekuja kwa Habiba baada ya siku nyingi kutokumuona, lakini pia alikuwa hospitalini, lakini pia ametoka hospitalini. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Leo kidogo nimemuona tofauti, hata miguuni mwake sijakuta chuma aina yote. Atatuambia ni lini alienda hospitalini na lini alifanywa upasuaji na nini ambacho kimeendelea hospitalini. Asalamu alaykum bibi. Wa alaykum salaam. Za masiku. Za kwako. Mzima wewe? Mzima siwewe. Cha kwanza nikupe pole. Asante. Pole kwa kuumwa, kwa sababu pia nimekuona umepungua sana tofauti na siku zote ambao nakujua. Leo naona umepungua, yani ule kunawili kote kumepotea kabisa. Nikasema sijui ni hivi vyuma ambavyo vilikuwa vinakufanya unakuwa na nani, unakuwa unanawili sana, unanenepa sana, lakini sasa hivi kidogo na sometimes labda tena ziona kufanya unanenepa, lakini sasa hivi kidogo naona hali yako imedhoofika, afya yako kidogo. Za masiku nzuri, za kuumwa salama. Hebu tuambie, maana mimi mara mwisho nilipokuja ilikuwa nyumbani, nilikuwa nasubiria tu tarehe za kwenda kufanyiwa hospitalini. Hebu nielezee process zote mpaka umeruhusiwa. Nilipoenda kule hospitalini, nilienda tarehe, ilikuwa ni tarehe 2 mwezi wa, ilikuwa mwezi wa 3. Ilikuwa ni mwezi wa 3. Ilikuwa ni mwezi wa 2 ile. Ilikuwa ni mwezi wa 2 nimeenda kule. Nikakaa pale hospitali, nikakaa kwa sababu waliniambia na infection. Kwa hiyo ilibidi pale hospitali wanikalishe, wakaniambia bado tutakalisha hapa ndani ya wiki zetu kadhaa ili tukufanyie dawa kwanza ili hiyo infection iishe ndio tukufanyie operation. Kweli nikakaa pale hospitali, nilipokaa pale hospitali wakanifanyia dawa zao, wakaniandikia dawa, nikawa na meza. Kwa infection ikapotea. Ilipofika tarehe 3 mwezi wa 3 ndio nikaingizwa kwenye chumba cha operation. Niliingizwa kwenye chumba cha operation, nikaenda kufanya operation, lakini operation ya safari ni tofauti kidogo. Kwa sababu silibidi waneke mfupa. Mfupa sasa wameshindwa kunekea. Wameniambia watakuwa kama wanafanya kazi ya bure kwa sababu hawezi kufanya kitu ambacho hawana hakika nacho. Kwa wameniambia wameunganisha mfupa huo kutoka huku na kutoka huku, kwa mguu umekuwa mfupi. Wameniambia nitengeneze kiatu na wameniwekea chuma cha ndani. Kile chuma cha ndani ndio kimeenda kulikaba kwenye mfupa waliounganisha. Na kile chuma cha ndani kile kiboni cement tena kikatumika tena, wakakipaka kwenye kile chuma. Akaniambia boni cement tujiweka kama mara ya kwanza. Safari boni cement tumepaka kwenye chuma ndio tumekuwekea kwenye mguu wako ili infection isiwepo kabisa. Nikamwambia kwa hiyo afu baada hapo inatokea nini? Akaniambia sasa baada ya hapo itabidi niwe na hudhuria kliniki. Lakini kabla ya kliniki inabidi nitengenezewe kiatu. Ili hicho kiatu kilingane na mguu wangu mzima. Ili nipate kukanyaga. Maana ameniambia nianze sasa kukanyagia. Ili ijulikane kama mfupa umeunga. Kwa hiyo akaniambia baadaye sasa mfupa ukishaunga, kama kutakuwa kuna uwezekano wataninyoosha mguu. Watakunyoosha. Wamesema kama kutakuwa kuna uwezekano tutakunyoosha, lakini sasa inabidi kwanza mazoezi, inabidi wameniandikia dawa huko, dawa zenyewe sijapata, nimepata tu nusu dozi. Kwa mimi nijitahidi kutumia dawa, nijitahidi dressing, nijitahidi mazoezi, nipate na hicho kiatu. Haya sawa, hakuna shida. Kwa hiyo ina maana hapo mguu wako sasa hivi ni mfupi. Ni mfupi. Na wamekwambia uanze kukanyagia kwa muda gani? Nimeenda kliniki Alhamisi iliyopita. Na ndo siku ile wameniambia bwana sasa hivi inabidi ukanyagie, lakini sasa ili upate balance ya kukanyaga inabidi upate kiatu kiwe na soli ndefu ili ulingane na mguu wako ili ukanyage. Lakini sasa kabla mimi mwenyewe sijapata hicho kiatu, nikajaribu pia nilivyorudi huko nyumbani nikajaribu kuushusha huko kutembea hivi. Kwa ndo nikaa hivyo kabla kupata kiatu. Na mguu umekuwa mfupi sana au ni umekuwa wastani? Mfupi sana. Mfupi sana. Kwa maana na kiatu chake utaratibu upoje kukipata kiatu chake? Kiatu chake nimeandikiwa na karatasi nimeandikiwa hapa nayo, nimeambiwa karatasi niende nayo dirishani pale 104. Kishaenda pale nawaonyesha.
Kishaonyesha ananipeleka kwenye kipimo cha viatu na nilifanya hizo process zote. Nikaenda kwenye dirisha akanielekeza bwana nenda sehemu fulani hapa hospitali moja. Nielekeza niende kwenye iko chumba, nikaenda nikapimwa, akaleta mbao fulani hivi, hizo mbao zipo kama 5. Akazileta zile mbao akawa ananipima kwenye mguu mpaka zilivyo kwa sana mguu wa huko. Kwa hiyo ndio kama soli. Ni kama soli. Na inachukua muda gani wewe ukipata hicho kiatu? Mpaka nilipie, wameniambia 35,000. Kiatu 35,000. Hiyo soli hiyo. Ndio unapata inakuwa full. Na baada ya mguu kulikava kabisa, ina maana ndo maisha yako yote atakuwa na mguu wako mfupi, au anasema kuna kitu chochote atakifanya kwa sababu ya kurudisha ukawa normal kama zamani? Wameniambia, ndio maana nakwambia wameniambia kwamba nifanye haya mazoezi, nijitahidi mguu hapa uunge, ninahudhuria mazoezi hivyo hivyo, ninakunywa dawa, alafu baadaye wataona wanifanyie nini ili waurefushe mguu kama kutakuwa kunawezekana. Lakini kama kutakuwa na tofauti basi itabidi tu nitumie hicho kiatu. Kwa maana kama kungekuwa kuna tofauti nyingine basi utaendelea tu kutumia hicho kiatu, si ndio? Sasa. Pole bwana. Pole na changamoto zote ulizopitia, lakini kwa hali yako ya sasa hivi baada ya kufanywa upasuaji, kwa sababu ndio upasuaji wa mwisho, si ndio? Ndio ulikuwa unategemea, si ndio? Baada ya kufanywa upasuaji huu, hali yako sasa hivi unaionaje? Namshukuru Mungu kwa kweli. Maana kuna vitu vingine kwa siwezi kufanya sasa hivi nafanya, kama kuinuka hivi kwa mara ni kwa siwezi. Lakini sasa hivi naweza kulala hivi ubavu ni kwa siwezi. Yaani mguu mbovu kuweka hivi kwa juu ni kwa siwezi. Kulala kifudifudi ni kwa siwezi. Lakini sasa hivi naweza, nainuka vizuri. Na hapa nyumbani wewe unatoka? Natoka. Unaelekea wapi na wapi? Hapo tu nafika hapo mbele barabarani na kurudi. Sifiki mbali. Haya bwana. Sasa lini tutakuja tutatembea wote? Nataka tuje tuoneshe watu jinsi gani unatoka, unatembea mpaka nje. Au leo uko free tutoke? Tuoneshe watu jinsi gani unatembea, kwa sababu watu wanatamani kukuona jinsi vile ambavyo unatoka nje unatembea. Unaweza usitembee ukatoka tu mpaka hapo mlangoni, alafu ukarudi tena ndani. Jinsi gani tu watu waone jinsi gani ulivyokuwa umebadilika kwa sasa hivi. Cha kwanza watu wengi walikuwa wananiuliza sana, Habiba imekuaje? Mbona kimya sana, hujatupa mrejesho wake? Lakini namshukuru Mungu kama umefanywa upasuaji, lakini pia uko salama. Hospitali umetokaje? Maana uliniambia mara mwisho, Fabi bwana mimi nadaiwa na hapa ni hospitali nashindwa kutoka kwa sababu ya deni. Umetokaje? Pale hospitali kuna wale wa ustawi wa jamii. Walinifuata pale wakaniambia akija mama yako mwambia aje hapo chini emergency ili tuje kuongea naye, kwa sababu hicho kitanda ni cha serikali na kinatakiwa na wagonjwa wengine. Kwa hapa kuna mambo ya msamaha, lakini kilichokuwa kinanikwamisha ni hicho kifaa alichoniwekea kile kiboni cement kinauzwa 200 na 50. Kwa kile ndo akaniambia inabidi nilipie kwanza hicho kifaa, alafu then ndo nifuatilie sasa barua ya msamaha ili nitoke pale. Sasa hicho ndo kilinikwamisha, nikajikuta nimekaa bila hiyo pesa kupatikana 250. Nikakaa bili kazidi kuwa kubwa. Sasa wenyewe walichokiamua, kwa sababu na mama yako akija safari hii mwite tuje kuelewana naye. Kweli mama siku alivyokuja ngama mama anakuita huko chini emergency. Mama alivyoenda kule wakaambia bwana sisi hela boni cement bili yake ya kitanda madawa yote tumeunganisha, kwa hiyo deni hapa ni 600,000. Basi sawa. Kwa hiyo mama akauliza kwa hiyo inakuaje? Akaambia kwa sasa hapo sisi tutamruhusu Habiba, lakini siku atakapokuja kliniki inabidi aje na hiyo hela ya cement kwanza 250. Kwa sababu kuna daktari ndo alinidhamini na amesema hiyo hela nisipoilipa watamkata yule daktari, na yule daktari mimi mpaka namba yake nikaichukua na mpaka leo hii bado hiyo hela haijalipa. Lakini nilivyoenda ile juzi kliniki nikatoa hela kidogo, nilikopo kama na 100,000 hivi. Nikapunguza maana walinikatalia kunipokea. Akaniambia tuwezi kupokea mpaka uwe na hela kidogo. Maana unadai ile boni cement. Na kuna daktari wangu, maana ni daktari wako atakatwa mshahara wake. Kwa nikabidi nitoe ile 100,000 ndio akanipokea. Lakini bado deni liko pale pale na wameniambia nikiwa naenda niende na pesa yao. Nafanya dressing maana bado na kidonda. Kidonda bado hakijapona. Bado hakijapona kidonda. Na jinsi unapotembea kidonda kiumi? Akiumi, yani ndio uchafu unakuwa unatoka. Unatoka jinsi unapotembea. Sasa inabidi wewe unakata sasa mitaa sana. Usiwe mtu sasa hivi tena kukaa ndani. Baada ya kuona sasa bwana mimi sasa hivi ukipona kabisa, umeplani kufanya nini?
Yani bora yani nasubiri kwanza nipone. Maana ni miaka 4. Yani hata plani zenyewe nishazipanga, zishazipanga. Kwa mimi naomba Mungu tu nipone kwanza. Plani zipo nyingi. Nitapata tu plani yote ya kufanya. Kumbe ni miaka 4 huko ndani? Lakini hebu nataka unipe experience. Siku ya kwanza unatoka unatembea ile, umetolewa, unaambiwa sasa leo unasimamia mguu unatembea. Ulijisikiaje? Siku gani? Ile ambayo unasema hapa uko nyumbani unatembea sasa hiyo. Unatoka mwenyewe unatembea, unaenda hivi. Ulijisikiaje? Japo kwa mguu ulikuwa mfupi. Nimejisikia mwepesi lakini nasikia kabisa kama mguu ni mfupi. Mfupi. Haufiki chini. Haya bwana. Mtazamaji wa DTV, mimi nimeongea na Habiba hapa. Neno lako la mwisho unawaambia nini Habiba? Watu wote wanakutazama hapa walikuwa na wewe kuanzia mwanzo mpaka leo hii uko umefikia hapa. Mimi sina cha kusema, zaidi ya kusema nawashukuru, nawapenda, muendelee kunisupport ndugu yenu. Nipate kupona na mimi niendelee na shughuli zangu. Nawapenda sana. Mungu awasaidie na wao wabariki pia wapate kipato waweze kutusaidia watu kama sisi tusiojiweza. Mungu awabariki sana. Asante. Mtazamaji wa DTV, nadhani nimeongea na Habiba hapa muda mrefu sana. Ni miaka 4 amekaa ndani lakini sasa hivi hali yake tunamshukuru Mwenyezi Mungu yuko salama. Hapa mguuni kama unaona alikuwa na nini wanasema vyuma alikuwa na vyuma na antena zilikopo zimeenda mpaka kule, lakini kwa sasa hivi ana tena hizo antena. Kwa maana kidogo alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Na sisi tulisema tutakuwa na Biba bega kwa bega mpaka pale ambapo Habiba atatembea kabisa. Sasa Habiba hapa kilichobakia ni kitu kimoja. Kuonesha watu jinsi gani ambapo unatembea, wakuone kidogo walizike na waone wajue kama kweli Habiba sasa hivi hali yake imelikava. Sasa mtazamaji wa DTV kama unamuona Habiba. Kipindi ulivyokuwa na machuma ulikopo ni wanasema ule uwezo wa kusema unaweza kutoka kabisa. Kuna machuma ulikuwa unaweza kutembelea na haya magongo. Nilikuwa natembea lakini nilikuwa napata tabu sana. Bora hiki cha ndani. Bora hiki cha ndani. Na kweli mguu wa Habiba ni mfupi, umeona Kwa hapo ndo tayari umeshasimama, si ndio? Hapo nimeshasimama. Umeshasimama. Haya, twende kidogo huko. Naona kutembeza utakoma. Mazoezi. Kumbe huko nyuma uwani tu sehemu kubwa. Basi utapitia huko napigaga raundi zangu huko kadhaa. Basi itakuwa ni vizuri pia. Na mtazamaji wa DTV kaona watoto zake kwa ajili tu ya kutuonesha jinsi gani anavyofanya ajaje zake. Unaona. Habiba, kumbe unapiga hatua ndefu hiyo. Kwa hivi ndo naukanyagia. Nashuka kidogo chini. Simona unashuka chini kidogo, si ndio? Lakini sio ile. Sasa sometimes pia Habiba usio nakaa sana ndani, unakaa hata nje. Kwa nini? Upate ile hewa yafanyaje ya nje inakuwa vizuri zaidi kuliko kukaa sana ndani. Maana wewe naye kwa ndani unapokaa ndani. Shoga yako iko wapi ile? Mbona sikumuona? Shoga yangu ile hayupo, alikuja jana. Ndio yuko kwao huko. Sasa hapo sawa. Besikizi unatembea hata kwenye mialiko naweza nikakualika. Naalikwa sasa hivi. Jamani, aliyekuwa anasubiria mahali yetu jamani tayari. Mtoto huyu avaa anatembea sasa hivi. Natembea jamani. Sasa hivi hata kwenye visinia anaenda. Kwa mwaliko tuombe mwaliko. Una refresh mind kidogo. Unajua umekaa sana ndani. Kweli. Unatoka nje. Inaniumiza. Nikikaa hivi mpaka nibebe mguu, nivikalishe. Jambo zuri. Sehemu ambayo antena haigusi. Kwa vilikuwa vinanitesa kwa kweli. Na kusimama unasimamaje? Yaani ukisimama hivi. Nasimama. Kwa mfano hata nikienda hapa kuoga hivi. Unasimama hivyo. Ona kama ukisimama hivyo sawa. Hapo sasa ndo nakuona reality ile. Sasa hivi na nguvu Kafabi. Tofauti na nani? Tofauti na mwanzo. Na mwanzo mwanzo alikuwa alinitete. Alitete sana. Yaani kupata ukisimama hivi maumivu makali. Yaani sasa hivi si dawa za maumivu. Sijanywa muda sana.
Hilo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Nimefurahi kuona uko hivyo na nimefurahi sana kutoka moyoni. Nadhani Mungu atakusimamia kwa kila hatua ambayo unapiga, sawa? Kikubwa tu ni kumwomba Mwenyezi Mungu kwa kila jambo, sababu yeye ndo muweza wa mambo yote. Ukutegemea kwa kufika kwenye hali kama hii, si ndio? Kweli kabisa. Ngoja kidogo hapa ni na bonge la swali kwa utakaolipata hapo kwa ajili tu ya kuweka sawa. Basi sema utauvuta kidogo. Watauvuta, lakini mimi sina imani kama watakurudia tena. Hawezi kunirudia. Hawezi kukurudia tena. Wamekupa tu ile moyo kwamba watauvuta. Wanakupa tu moyo, lakini hapo tena kwamba sidhani kama watakuja kurudi tena eti kusema warudi kama nani. Wamekupa tu moyo. Haya, turudi zetu ndani. Kubwa uzima. Kapumzike jamani, tumuone bibi Habiba. Mnamwona ndugu yetu huyo anatembea zake ndani. Kwa hiyo kabla sijapata kiatu kwanza anajiongeza. Mpaka kiatu kikifika hivi fresh. Kwa kiatu anaenda kuchukua lini? Kiatu paka hela. Lakini washanipima, kwa bado tu nilipie. Ulipie tu afu ukichukue. Kuna shida. Mtazamaji wa DTV, namwona bibi anarudi zake ndani baada ya kuonesha jinsi gani ametoka nje, lakini pia amerudi zake ndani. Mungu mkubwa. Tuendelee kumsupport ndugu yetu Habiba, imradi tu akimaliza hapa juu anafanya nini. Na DTV next time.